kwake akamuuliza, je, wataka kupona? Yule jamaa akawa na mambo mengi katika moyo wake, lakini Yesu swali yake ilikuwa, je, wataka kupona? Mwambie Bwana, Bethel Clouds TV, empowering lives. Kwenda mbele za Bwana, mwambie niko tayari, nipokee kutoka kwako. Niko tayari Bwana, unihudumie jinsi utakavyo. Niko tayari Bwana, ufanye nami jinsi utakavyo. Nimekuja uniponye, kubali nipone siku ya leo. Nimekuja nikuone, kubali nikuone siku ya leo. Nimekuja uniguze, kubali kuniguza siku ya leo. Nimekuja unitembelee, nitembelee siku ya leo. Popote ulipo, wacha mkono wa Bwana ukaweze kufikia hitaji lako, ukaweze kufikia situation yako, ukaweze kuondoa maradhi na shida yoyote. Jamaa yule baada ya Yesu kumwambia hivyo, akachukua godoro lake na akawa amepona na akarejea nyumbani akiwa mzima. Siku ya leo mwambie, nataka kurudi nyumbani nikiwa na afya, nikiwa na amani, nikiwa umenitendea, nikiwa Bwana hakika mkono wako uko pamoja nami. Katika jina la Yesu Kristo, sifa na utukufu zikamrudie Bwana, kwa sababu yako mahali hapa. Ako mahali hapa atende mema, ako mahali hapa atuongoze, in the mighty name of Jesus. Biblia inasema ya kwamba katika Yohana 14:14 ya kwamba na mkiliomba jambo lolote kwa jina langu, hilo jambo nitalitenda. Kwa hivyo siku ya leo, jambo lolote umeomba kwa jina la Yesu, hilo jambo Bwana anaenda kulitenda. Anaenda kukufanyia hiyo ambayo umekuwa ukimwaminia, in the mighty name of Jesus. Ni mwaminifu siku zote, habadiliki kamwe, anabakia kuwa Mungu, in the mighty name of Jesus. Have your way in our lives, in Jesus mighty name. Amen. Shout amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusalimia neighbor, mwambie karibu kwa ibada ya deliverance siku ya leo. Welcome somebody in the house of God tonight, today, this evening, in the name of Jesus. Hallelujah. Ni ya kupendeza kuwa katika madhabahu siku ya leo, katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Muri andu wega. Bwana asifiwe. Muri andu ahoro. Amen. Umesalimia neighbor on your left and on your right. Bwana asifiwe. Amekwambia kwa salama, na hata kama hayuko salama, Bwana atafanya mambo kuwa mazuri katika jina la Yesu. Todo ndio kakigogona-ini kia Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Bwana kwa nafasi hii, na Bwana wetu ametujalia nafasi nyingine kuwa katika madhabahu ibada yetu ya deliverance. Praise God. Hallelujah. Na kwa haraka, kwa sababu ya masaa yetu, nataka tuingie kwa neno la Bwana na Bwana wetu akatubariki. Naitwa mchungaji Peter Maina, nachunga kanisa la Thika CFC. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Na Mungu wetu ni mwema na anatenda mambo makubwa na anafanya mambo mazuri. Tumekuwa na ibada mara pale siku ya Jumapili, Fridays, na tunaona mkono wa Bwana. Na bado tunatarajia makubwa Mungu wetu anaenda kuyafanya. Bwana asifiwe. Yes, na tunaombea mji ule, na uendelee nami kuombea mji ule. Najua Bwana wetu ni mwaminifu, atatenda miujiza. He is a miracle working God. Hallelujah. Kuwa na madhabahu mara pale imegharimu mkono wa Bwana, na hata kuifanya vile itakavyo ni mkono wa Bwana. Praise God. Leo nina ujumbe kwa ajili yako ambao unasema praising on. Hallelujah. We are praising on. Praise God. Hallelujah. Na Bwana wetu atatenda mazuri. Nataka nituende kwa maandiko haraka haraka. Kitabu cha Wafilipi, Philippians 3 and verse 12. Tukapata neno la Bwana mahali pale. Wafilipi, tanifungulia pale tusome hii ya kidijitali mahali pale. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Na wale huwa wanatusalimia online, huwa mnawaambia namna gani? Wale wanatutazama wakiwa popote, waambieni karibu sana kwa jina la Yesu. Amen. Hapa CFC. Bwana asifiwe. Kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 12, maandiko inasema hivi. I am not saying that I have already reached that praise. So, that praise in my life. I have not yet uko na version nyingine?
hata hii pia acha kidogo tu. I have not yet completely become the person that God wants me to be, but I'm trying very hard to reach that place. That was Christ's purpose when he first made me his own. Hebu turudie mara nyingine. Hallelujah. I am not saying that I have already reached that place in my life. I have not yet completely become the person that God wants me to be, but I'm trying very hard, hallelujah, to reach that place. That was Christ's purpose when he first made me in his own. Kuna mtu version nyingine? Kuna version nyingine pia. Kuna nyingine inasema blessing. Hata hii kwanza imenifurahisha sana. I'm trying very hard. And be your neighbor, I'm trying very hard. Najaribu sana. Bwana asifiwe. Kuwa huyo mtu ambaye Yesu alikusudia niwe. That was Christ's purpose when he first made me his own. Bwana asifiwe. Wakati mwanadamu Mungu alimuumba, anakuaga na mpango wa kile utakachokuwa, wa kile utapata. Kuna ingine inasema that which Christ has gotten hold for me. Hiyo ndio nataka. Sijui nani akona hiyo version. Hata kama uko hapa unaweza soma. Tusome hiyo ituwekee msingi. Hata kama uko hapa, kama unafungua au Biblia umeacha nyumbani kwa sababu ya hii. Amen. Ambia your neighbor tubebage Biblia. Hii inaweza fail. Inaweza fail. Bwana asifiwe. Acha tusomee hii na mtumishi wa Bwana. 3:12. Yeah. Know that I have already attained, or I'm already perfected, but I press on, that I may lay hold of that which Christ Jesus have also laid hold on me. Bwana asifiwe. Ati ya kwamba niko katika mbio nikingengana, I'm trying very hard, pressing on, niweze kushika kile ambacho Kristo ameshika kwa ajili yangu. Bwana asifiwe. Na nikuwe huyo mtu ambaye Kristo anataka ndiye ashike kile anataka. Bwana asifiwe. Na hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna vitu ambavyo Bwana wetu ameshika kwa ajili yetu. Kuna kitu amekushikia. Na hicho ndicho anataka aone mtu ambaye ana press on, anajaribu kwa nguvu zake aweze kupata au kukamata kile ambacho Kristo ameshika kwa ajili yetu. Wapenda, hebu niwaambie, Jesus yeye ni intercessor wetu mkubwa, anatuombea. Na kwa sababu ya maombi yake na mipango ile yako nayo, kuna vitu ameshika kwa ajili yetu. Kuna vitu amepanga kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna andiko huwa napenda katika Jeremiah 33 ambayo huwa inasema ya kwamba kuna Bwana akawa ananena na Jeremiah akiwa amefungwa mahali, akamwambia, niite nikuoneshe mambo usiyoyajua na mambo usiyoyafahamu. Praise the name of Jesus. Kwa sababu mwanadamu wakati Mungu alipomuumba hakuja duniani bila mpango. Alikuja kwa mpango wa Bwana. Na kuna vitu ambavyo Bwana amepanga pia ziwe zetu. Kwa sababu huyu mtu already alikuwa amepangwa atakuja. Praise God. You are not here by accident. Ulikuwa umepangwa utakuwa. Na ukapangwa. Jeremiah akianzia Jeremiah 1 anaambiwa na Mungu ya kwamba wewe nilikujua hata kabla ya uwe tumboni mwa wazazi wako, mtumbo ya mama yako. Nilikujua na nikakutenga. Kumaanisha ya kwamba Bwana already alishakuwa amepanga mambo yetu. Praise God. Tell your neighbor, mambo yangu ilikuwa imepangwa bereni. Hallelujah. Kile ambacho Bwana amekuwekea hapa duniani ni kile already ameshapanga. Na kile ambacho anashajua ya kwamba kinafaa kuwa chako. Praise God. Na kitu unakuta ya kwamba tusipojua mapenzi ya Bwana, ndio hata unaona Kristo alikuwa anaomba anasema let your will be done. Kwa sababu there is that which in the will of God Bwana amekipanga already. Praise God. Na usipojua mapenzi ya Bwana unaweza kaa duniani ukikibizana na vitu ambavyo hata hazikuwa zako. Imagine ukae duniani ukikibizana na kitu hakikuwa chako. Unakibizana, umepoteza direction. Shetani sio anafurahi, anasema huyu atuwaza alipoteza direction. Kwa sababu anakimbia mbio. Yeye ni mtu wa marathon.
lakini kile ambacho anataka kushika hata si chake. Sasa hata apokee, haleluya, bado atanyaganywa. Bwana asifiwe, kwa sababu hakikuwa chake. Naye mwandishi huyu katika kitabu cha Filipi akaandika, Paulo akawa anasema ya kwamba mimi nakazana, I'm trying very hard. Ni mtu ambaye ameshajua kile kilicho chake, kile ambacho kimepangwa na Mungu ni chake. That which Christ, praise the name of Jesus, Christ ameshika, ameweka kwa ajili yetu. I'm trying very hard, praise God, hallelujah. Uweke nguvu, uweke effort yako kushika kile ambacho already Bwana amekushikia. Bwana Yesu asifiwe. Wengine Bwana ameshapanga watakuwa watu mashuhuri, watu wakubwa. Wakati Kristo alikuja hapa duniani, kuja kwake tu mbingu ilikuwa imeshanena kumhusu. In fact ukisoma wakati hata ile scripture alisoma akianzia huduma, maandiko ilikuwa imeiona katika Isaia, na nabii akatabiri akasema huyu kile ambacho anakuja kusema. Na hata mama ya Yesu alipomzaa alimuita Jesus, hata jina. Bwana asifiwe. Na akasema huyu atakuwa mwokozi wa ulimwengu, kwa sababu already mambo yake ilikuwa imepangwa, vile atakavyokuja, maisha yake, na vile atakavyofanya kila kitu. Praise the name of Jesus, hallelujah. Kwa hivyo katika ukiangalia hata maisha ya Yesu, vile vyote walikuwa wanaenda, vile walienda kujificha Egypt, vile ambavyo walifanya mambo, ilikwishakuwa imepangwa kitambo ya kwamba watakapozaliwa kutatokea hii vurugu, baadaye watapotelea Misri, haleluya, wakae kwa muda, baadaye watarejea. Hata wakati Herode anakufa, ilikuwa imeshapangwa kitambo. Itafika mahali fulani huyu anatusumbua, tuondoe, ndio Yesu sasa arudi akaanze mission. Praise God. Na kwa hivyo mipango hii yote ilikuwa imepangwa. Kile kilikuwa kinafaa ni mtu wa kujua, haleluya, mipango ile imepangwa, na aweze kuweka effort, aweze kupigana, kupress on, kwa sababu lazima upress on. Tell your neighbor you have to press on. Haleluya. Aweke nguvu ya kutosha, kwa sababu ingekosa nguvu ya kutosha kuna vitu hautapokea. Praise the name of Jesus. Ukosa nguvu ya kutosha kuna vitu hautapokea. Kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba I am pressing on. Turudishie hiyo andiko kidogo, ndio maana nilikuwa naweka tu msingi ndio ushike. Hii yetu pia ni mzuri. Inasema I'm not saying that I have already reached that place. Anapoongea anasema hata mimi sijafika. Haleluya. Hata mimi sijafanya nini? Sijafika, lakini nangengana. Kwa kuomba. Unajua kuna njia za kungengana. Anaomba sana, anapigania kile ambacho Kristo, I have not yet completely become the person that God wants me to be, but I'm trying very hard to reach that place. I'm pressing on. Hallelujah. That was Christ's purpose when he first made me in his own. Wakati tunakuja kwa Mungu, tunapata kudiscover, tuweze kuelewa ya kwamba sisi Bwana alikuwa amepanga tukue nani na tupate nini. Bwana asifiwe. Sio tu kuwa nani na kupata kile ulicho nacho. Nipate hilo jina, na baadaye kama sasa mimi ni mchungaji, nikitoa mchungaji na pia nipata watu wa kufundisha. Unajua shetani anaweza kupiga vita huitwa tu jina, lakini akunyaganye watu wa kuhubiria. Hujaiona pastor hana washirika? Anaambia mimi nimeitwa tu kuhubiri huku tu. Bwana asifiwe. Kwa sababu alipigwa vita, akanyaganywa congregation, akanyaganywa watu wa kuhubiria. Ni kama vile Farao alikuwa anaambia Waisraeli, alikuwa anaambia Musa ya kwamba nimeruhusu sasa muondoke, lakini muache vitu hizi zingine zote. Muache wake zenyu, muache watoto. Hebu imagine wagebeba kila kitu, lakini waondoke bila wake, wagezaana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naye ndiye anasema I'm pressing on, niweze kufika na kukamata kile ambacho Kristo amenishikia. Bwana asifiwe. Kwa deliverance ya siku ya leo ndio nikasema we are pressing on. Hallelujah. Kila mmoja tuweke effort yetu kuweza kushika kile ambacho Kristo ameshika kwa ajili yetu. Na unajua naposema hivyo unasikia nikirudia, kuna kitu nataka hapa ushike. Watu wengi wamekuwa kwa vita wakipigana na vitu si vyao. Hata haziko kwa mpango wao. Hata haziko kwa kusudi la Bwana, purpose ya Mungu. Yesu siku moja akaona vile ameteseka, akaomba akamwambia Bwana,
naomba kama inawezekana niondolee kikombe kiko mbele zangu, lakini si kama vile ninatamani. Let your will be done. Bwana asifiwe. Kwa sababu alijua unaweza, ito ndio itasesa. Naweza kuwa najua kuomba, lakini naweza omba pia naomba amisi. Maana naomba vitu ambavyo si zangu, au napigania na vitu. Najua wakati mwingine maybe umepangiwa upitie ka barabara fulani, na unaona haka barabara kanatunetea kana cost kubwa, kakona shida nyingi. Unaamua afadhali basi niepuke hii ka barabara, ndio niepuke hii gharama yote, nipitie shortcut. Na naambiwa na Bwana hakuna shortcut. Ndio uweze kukamata kile Bwana anataka ni upitie hii barabara. Sasa ndio uweze kupress on. Wengi kabla wa press on, nimewahi ona mtu anaomba, mtu akaniambia ako kwa maombi ya 40 days on prayer and fasting. Nikamuuliza swali, unaombea nini? Kaniambia ndio najaribu kuangalia nini naombea. Sasa hizo wako day 12. Siku 12. Ndio bado anajaribu kutafuta network ya nini Mungu anataka. Bwana asifiwe. Sasa nikashindwa, siku hizi 12 amekuwa kifasta, amefastia nini? Angekaa kwanza apange, ajue mapenzi ya Mungu. Sasa akienda ku praise on, maana fasting ni ku praise on. Awe na praise on akijua ni nini si kukaa tu kwa jam na ujui kwa jam kwa nini. Hebu imagine mtu kwa jam na gari na guruma, alafu anakuambia hata sijui nimejipata aje kwa hii jam. Sijui nimejipata aje kwa hii jam. Lakini naye anasema ya kwamba mimi najua sijafanyika kile Bwana anataka, but I'm pressing on to get hold that which Christ. Kuna vitu Mungu amenipangia, ndio napigania niweze kuzishika. Kuna territory Mungu ametupangia. Kuna vitu hata wale watu walipigania uhuru walikuwa wanajua tunapigania Kenya ikuwe uhuru. Already wanashajua. Na ndio maandiko inasema ya kwamba ado akwa moraga ni kwa gomenyo. Juu watu wengi wako kwa mambo, kwa jam nyingi, kwa vita nyingi, hawajui nini wanaombea. Wanasema tu tunaombea taifa likuwe nini? Taifa tu likuwe nzuri. Kwani sasa si nzuri? Bwana asifiwe. Lazima uwe na ile mpango na kile Bwana already ameshakufunulia. Na ndio maandiko katika Matthew 7:7 inasema ya kwamba obeni nanyi tafuteni. Kwa nini kasema tutafute? Kwa sababu kama kuna ombi muhimu ni la kwanza kutafuta kwanza. Hata kabla uombe, utafute ni nini Mungu anapanga kwa ajili yako. Alafu ukishajua mapenzi ya Mungu, sasa upress on, uweke gia zote ukijua nafika wapi. Kama sasa nimetoka mbali sana na nilikuwa najua naenda wapi. Bwana asifiwe. Nilikuwa najua naenda wapi. Hebu imagine ningejitokezea kutu kwa barabara, unasimamisha tu gari yoyote, ujui kama ni upande huu au ni upande ule mwingine. Lakini lazima kwanza ujue unaenda wapi. Ndio akasema I'm pressing on. Nishike kile Bwana ameshika kwa ajili yangu. Kwa sababu pia unaweza press on ushike race kuliko kile Bwana amekupangia. Na unasema umeachieve. Bwana nimekamata mji. Wewe umeitiwa mataifa, umekamata mji mmoja. Unasema nimefika. Umeitiwa kuwa bilionea, umekamata milioni 2 ukatoshereka. Na watu wengi wako kwa comfort zone maana walishika kidogo. Waisraeli wakati walitoka Misri, maandiko inasema ya kwamba kuna mahali walifika. Wakaona sasa kumetulia, ni kuzuri, hakuna shida mingi, wakaamua kusettle. Soma Biblia utaona, in fact kabla wafike Canaan walikuwa wamesettle mara kadhaa. Kuna mahali walienda wakalima, wakaona mashamba ni mazuri, wakasettle. Praise God. Hata wingu likawaacha, maana hawakuwa na picha kamili ya wapi wanaelekezwa na Bwana. Bwana asifiwe. Sasa wakiwa jiani wanaona mahali kuzuri, mvua huko inanyesha, wametoka jangwa. Mvua inanyesha, wakilima, wanapanda, wanavuna, wakaona wanagotiri fata wagotire tugithikana. Sasa situtulie tu hapa. Nchi hii ni nzuri. Hakuna haja ya kushinda tukipigana, tumeshafika. Lakini bado Bwana anawaambia hawajafika. Maana nchi ambayo Mungu alikuwa amewaambia ni nchi ya asali na maziwa. Lakini wamefika mahali wanalima, mahali wanaona ni kuzuri, wao wanatoshereka. Mwanadamu hutoshereka sana mahali anaona sasa hapa hakuna vita mingi, yeye anafikiri amefika. Lakini maybe hajafika. Praise the name of Jesus. Yaweza kuwa uliacha kupress on kwa sababu ulifika mahali ukaajiriwa kazi. Ulipokoboa nyumba moja na umeona unaweza kuilipa, ukafika. Nyumba nerehakaga, kila kitu iko sawa. Si umefika? Si ulikuwa unataka maisha mazuri? Lakini Mungu anakuambia wewe ni landlord.
Mungu anakuambia wewe unafaa kuona mashamba. Maybe hata mwingine alishafika alipoona kaproti moja, lakini Bwana alikuwa anataka aone kitu kubwa. Kama Ibrahim, Mungu alimwambia toka kwa baba yako na mama yako, alikuwa anaenda kumpatia nchi. Pasipo hekima ya Mungu, Abraham angesettle kwa mambo less. Many have settled kwa mambo yale less. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hajapigania. Kuna wengine walifika, alipoolewa alifika akasettle. Akajua leo ile tigo dendaga, si nimefika. Hakujua hata hiyo sio sasa, bado kuna vita ya kupigana. Mungu alikuwa anataka sasa kutoka kwa hiyo ndoa, kutoka generation ya Mungu. Praise the name of Jesus. Sasa wewe ulifika kwa sababu ulikuwa unafikiria sasa ni kuoreka, ukafika. Mungu anataka sasa umletee vizazi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Do you know, niliona mama moja akitoa testimony akasema walipata watoto 3, wakasema sisi kwa mipango yetu tulikuwa tumepanga wakatoshereka. Alipokuwa kwa maombi akiomba, Bwana akamwambia umebakisha wengine 2. Umebakisha wengine, na huyu wa 5 atakuja kuwa mtu mkubwa sana. Sasa na walikuwa wameamua sasa mambo tumemaliza na sisi tumefika, watoto tuko na wao, hatuwezi itwa barren tena. Bwana anawaambia bado safari ya kuenda, bado kuna hatua ya kukimbia, kwa sababu kuna kile Bwana ameshatupangia. Ninataka kila mmoja aelewe ya kwamba kuna mipango ya Mungu. Yaweza kuwa wewe umeseto kwa mambo res, lakini bado Bwana anataka nguvu ya kuendelea. Another person aliseto kwa mambo res, like Elijah amekimbizwa, amepigana vita, ameua manabii wa Baali, akajua sasa si nimeachieve kitu at least. Si hata nikiweza rara niko sawa. Akikimbizwa na Jezebel akafikiria amefika mwisho. Maandiko inasema ya kwamba Bwana akamwambia sasa hujafika. Kula na ukunywe maana safari ni ndefu. Vile yoniba safari ni ndefu. Bwana asifiwe. Wengine walisettle lakini Bwana anawaambia bado safari ni ndefu. Akaacha kupress on. Ndio wengine. In fact nimewahi mama mmoja alikuwa naomba Bwana awabariki, awafungulie biashara. Alipofungua ka biashara, sasa kuanzia hapo mikesha, maombi, katulia. Akiulizwa na pastor kwa nini ukujege hata mikesha na maombi, akasema nilikuwa naomba Bwana anibariki na alinibariki. Sasa tukaachia mikesha na maombi, wale watu agiginyani ale bado hajapata. Si ni vizuri atakuambia Bwana ni asante. Na ni vizuri kuondoa jam. Mimi nimepewa duka nzuri. Sioni haja ya kushinda nikipigana tena. Maana nimeshapa. Sasa yeye mikesha kaondokea. Kila kitu akaondokea. Kazi ya Mungu akaondokea. Maana aliseto kwa sababu alidhani ya kwamba alikuwa naomba tu mahali atakuwa financial stable. Na hapa hata wengi wanaomba hivyo. Bwana, si unifanyie tu ni angalau nifike mahali nikuwe financial stable. Hiyo stable unasema na Bwana kile anamaanisha akikwambia stable inaweza kuwa vitu mbili tofauti. Wewe unaona maybe umefika mahali sasa uko stability. Bwana anakuambia hata hujawahi kuuza kile ambacho nimekupangia. Haujashika. Praise the name of Jesus. Bado una safari ya kupigana. Bado unafaa uingie kwa maombi, uweke gia ingine, maana wewe unafaa kuwa kitu kubwa. Abrahamu akaambiwa na Bwana, wewe ni baba wa mataifa. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati anafikiria tu, unajua Abrahamu akabarikiwa, akafika mahali akaona sasa nimefika. Lakini anaambiwa na Bwana bado. Waliendelea kupress on mpaka sasa wanafikia miaka 100. Bado anaambiwa bado. Hata bado tunaendelea. Ndio huyo sasa wakiwa na miaka 100 ndiye anazaa Isaac. Bado anaambiwa utamlea. Kuna kazi ya kufanya. Praise the name of Jesus. Haleluya. Kwa hivyo wakati Bwana anatuambia mambo ya kuhusu kupress on, ni kwa sababu bado kuna vitu anataka tupate. Kuna vitu anataka ukamate. Kuna purpose ya Mungu. Biblia inasema that which Christ ali purpose from the beginning. Wapendwa, Bwana alituokoa tupiganie hicho. Yesu wakati alisulubiwa msalabani, alipoangikwa msalabani, amelia, ameangikwa pale, alisema it is finished. Praise God. Sasa imeisha. Kumaanisha mission ile nilikuja duniani sasa imeisha. Imekamilika. Wapendwa, wakati mwingine hata wengine wanatamani kufa. Lakini Bwana anawaambia it is over. Bado ana safari ya kuenda.
lakini yeye mwenyewe sasa amefika anasema imeisha, kwa sababu maybe aliangalia shida fulani, akaangalia ugonjwa, akaangalia mashida imemshika, anaona mashida ndio inamwambia imeisha. In fact wengi wanasema imeisha kwa sababu ya mashida ile wako nayo. Mashida ndio inamuongelesha, inamwambia imeisha. Umeisha. Inakwambia sasa wewe huwezi endelea. Hali inakwambia unaendelea. Na ndivyo ni vizuri. Nakumbuka siku moja, wakati mmoja nikiwa kijana mdogo ndio niokoke, nilikuwa mgonjwa sana. I was in high school. Baada ya kuwa mgonjwa, watu wote wale walikuja kuniangalia, waliona sasa huyu kijana anakufa. Huyu sasa daktari amesema sasa shida yake ionekani, shida yake ipatikani, umezunguka. Mimi nikaona tu kufa. Wazazi wangu wanaona kifo, watu wote wamenikaribia wanaona kifo, hata mimi nimeona katika hiyo hali. Hapo ndio niliokokea. Kumbe safari ya wokovu ndio inaanza. Kuokoka nikadhani sasa Bwana ananiokoa, ndio sasa hii paradiso nasikia tu amenihurumia ndio niende paradiso. Kaanza kumwambia umefanya vizuri na kushukuru. Sasa ukubali tu nikikuja kwako. Unajua umewahi kuwa kwa magonjwa, mpaka sasa ukiokoka tu na umekijua maombi ya kwanza ni ya kufungulisha mbingu. Sasa Bwana nifungulie nyumba yangu ikamilike haraka. Maana sasa nakuja kwako wepesi. Bwana akwambia hakuna mahali unakuja, safari yako ni ndefu. Hapo ndio Bwana aliniambia bado una maisha marefu ya kuishi. I remember wakati huo Bwana akinionyesha, sasa akanifungua kwa ndoto usiku moja, akanionyesha sasa nikiwa na miaka 60. Na siku hiyo nilikuwa kijana hata sijaoa. Akanionyesha sasa, in fact sasa Bwana ananionyesha tuko na mwanamke, ananiambia huyo ni bibi yako na watoto wako. Na ni wakubwa. Na niko na 60. Naona ule mkolete. Then baadaye nikarudi nikiwa yule kijana anasema afunguliwe mbinguni naenda. Nikajua hakuna kwenda naenda. Safari ni ndefu. Praise the name of Jesus. Kwa sababu hali na maisha inaweza kuonesha ukate tamaa na uone mwisho wako umefika. Na ndio maandiko yakasema ni vizuri kujua kile Bwana amekushikia so that you press on. Hallelujah. Ndio uweze kufanya vile Bwana anataka. Version ile ilituambia I'm trying very hard. Unajua mtu ambaye anaona ataondoka hawezi kuwa anang'eng'ana sana. Hata mkiona mtu anakufa, mnaweza shida mkitumia pesa mingi sana kwa hospitali. Mtigwa hadhara, muache na mabili. Si mnaona tu tumfungue tu aende. Lakini kama mkijua mapenzi ya Bwana, mnajua bado huyu anaishi. Mtafanya mbinu zote. You will try your level best kuhakikisha ya kwamba at least amepata matibabu mazuri, maana bado anaishi. Maana bado ana masiku. Na watu wengi hata kanisani wameacha kupigana vita kwa sababu wanaona kama wamefika, na namba 2 kwa sababu wamekata tamaa, wanaona sasa hakuna haja ya kupigania mambo mengi sana. Hata wengi wanasema sasa kuliko nipigane, si hii wacha niwaachie watoto wangu sasa ndio watangengana. Na yule dada anasema hivi wako na 40. Debara hiyo igenda atigera ciana ciakwa ni cikarwa. Nani amekwambia? Bado vita ni yako. Ya kuvunja madhabahu, ya kubomoa kazi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuharibu ufalme na utawala wa kipepo. Praise the name of Jesus. Ndio akasema I'm trying very hard. I'm pressing on. Tell your neighbor press on. Hallelujah. Kwa sababu tukijua mapenzi ya Bwana, tutaweka nguvu zetu. Tutaweza kuimarika. Tutapigana vita. Praise the name of Jesus. Wakati niliokoka nidhani sasa nimefika. Nimeingia kanisani sasa mimi ni mshirika. Si alikuwa anataka niokoke. Na nikaseto. Nakaa viti ya nyuma, si bora niko kanisani. Nikiambiwa kuwa asha, nikadhani kuwa asha nimeseto. Kumbe bado kuna vita ya kupigana. Maana ndio siku moja Bwana akanionyesha sasa nilikuwa kwa madhabahu na hubiria watu hivi. By the way hata sikuona watu kama nyinyi. Niliona mkutano kubwa. Nikasema ushiyomosha mani ono nikahujia. Ni kama hiyo ni pepo inanionyesha mambo mengine. Najua sometimes unaweza fika mahali unaona kama Mungu pia naye anakuwa na vitimbi yake. Usiku anakuonyesha mambo mengine. Hata ukiamka hauwezi iombea, maana ukiimagine wewe na yule mtu ulikuwa unaona pale, unaona hizi tu ni drama. Inaonekana kwa Mungu usiku kuna kuwa na video. Mungu anaweza amua kukuonyesha video zake. Anakuonyesha video usiku. Si video, anakuonyesha kile amepanga kukuhusu. Ndio uweze kujiandaa. Uweze kujua ile nguvu utakayoweka upigane hiyo vita. Praise the name of Jesus. Ndio kama unakwazo rahisi kanisani uache kukwazika. Ujue ukikwazo pale uko mshirika bado uko na hatua ya kuenda. Bado ni asha pale. Utakuja kwa praise and worship. Shidana hizo vita.
bado utapewa microphone, pigana hizo vita za kuwa mchungaji, na bado uko na level zingine za kupanda. Praise the name of Jesus. Ujitie nguvu. Ndio wakati mmoja Daudi katika 1 Samuel 30 akasema nikajitia nguvu katika Bwana. Alijua ana safari, alijua ana majukumu, alijua hata kama wakati huo ukisoma 1 Samuel 30 wake zake na bidhaa zao na mji wa Ziklag ulikuwa umechotwa. Sasa akafikiria kila kitu sasa imeisha. Bado Bwana anamwambia hata unaendea kila kitu na utarudisha kila kitu. Kwa hivyo usifikirie umekata tamaa hapa. Watu wengi wameanza kujililia kwa situation ile wako, lakini Bwana anataka uweke nguvu, ujipanguze wewe machozi, ujue kuna vita unaenda kupigana, ndio ushike kile Bwana amekushikia. Praise the name of Jesus. Gonga your neighbor, mwambie mwale wa idha itotia konoga. Safari ni daya. Bado safari ni ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Bado safari. Kama sasa unakwazo unakwazika, Bwana kuonesha kile ambacho yako, ndio utajua unahitaji kushinda hiyo vikwazo, kwa sababu hata mahali unaelekea vikwazo vitaongezeka. Vitimbi zitaongezeka. Madharau itaongezeka, lakini lazima ushinde vyote. I'm pressing on. Praise God. Hallelujah. Kwa sababu alishajua kile Mungu amepanga kwa ajili yake. Amesema vizuri, that which Christ alipanga kwa ajili yangu. Turudishiwe hiyo andiko tena. Unajua wengine wanafikiria ni kwa ajili ya wachungaji. Paulo akasema, hivyo ndivyo hata kila mmoja anasoma hilo andiko. Hebu hata wewe soma ile mstari tunamalizia. That which Christ purpose when he first made me his own. Hata umesoma hivyo? Me ni nani? Me ni nani? Who is me? Sema me is me. Bwana asifiwe. Kile Yesu amekushikia. Wapendwa, tusione kazi ya Bwana haya. Kuna kile Bwana ameshika kwa ajili yako. Na kwanza nikuacha nikwambie, kama kuna kitu inakuwa mbaya, ni wakati Yesu amefanya kazi kubwa sana akakushikia kitu, alafu kose kuja kuishika. Au ikose kuwa yako. Maandiko inasema hata makaburini kumejaa watu Bwana alikuwa amewashikia utajiri. Alikuwa amewashikia mali na walikufa maskini. Unakufa maskini na Yesu alikuwa amekushikia utajiri. Kwa sababu ulienda vita si yako. Ukashinda hapa ukipigana na watu au kufaa upigane na wao. Bwana asifiwe. Unajua ni vizuri hata kupigana vita zile Bwana amekupangia. Kuna vita zingine wachana tu nazo, una ignore. You just ignore them. Kwa sababu hazijapangwa kwa ajili yako. Wewe upigane zile vita zimepangwa. Kwa laini yako kuna vita. Na shetani unajua shetani is an author of confusion. Unakuta watu wengi hata hapa kanisani kile vita wanapigana nao si yao. Sasa unashinda ukirudishiana na mtu anakudharau, anakuchukia, na mtu ambaye anakuvuruta nyuma, wachana na yeye. Sometimes hata usiagi una yeye. Niliwaambia siku moja nilikuwa kijana, tulikuwa tunaishi mahali kunaitwa Huruma, hapa Huruma. Nakumbuka hiyo plot tulikuwa tunaishi kwa vijana wawili. Ilikuwa na wamama na watu wengi. Sasa kulikuwa shida ya mshuhulio, kuanika nguo, mpaka wakati mwingine mpaka unashinda utaanika aje. Sasa tunang'eng'ania pale. Wakati mwingine unakuta pale. Nikajua sasa hii hakuna haja ya kumadhara wengine. Sasa tungekaa hapo tunabishana na wamama ambao hata kutoka nihame hapo sijawahi waona tena. Sijawahi waona tena. Unang'eng'ana na mtu au kwa barabara. Naangalia magari ikiwa kwa barabara. Naona madereva wengine wako na hasira, ujui ni ya nini. Mtu amekuoverlap, amekuingia vibaya, na unasema anafikiria mimi ni nani. Unaanza kukibizana na yeye. Na hata huyo mtu haumjui, hujui anaenda wapi, hujui ametoka wapi, hujui degree ya madness yake iko wapi. Sasa na wewe unaanza kukibizana na mtu, mubishane na hata haumjuani. Sasa atamfanya accident. Na wewe ndio Mungu alikuwa na mpango na wewe. Praise God. Using'eng'ane. Maana hata hiyo hufai kung'eng'ania. Na ndio Yesu anasema press on to get hold. Yaani anasema ya kwamba ukisoma pale chini anasema kuna mambo ambayo tumeshaondoka tuachane nayo. Hebu tuteremke hapo chini kidogo. Enda hiyo verse nyingine. Twende hiyo verse 14. I am like a runner who want to reach the end of the race. Ambia your neighbor, I want to reach the end of my race. I run straight toward that praise so that I can win God's gift. God's gift. Tell your neighbor, God's gift. Vipaji vya Mungu. Si vya watu. Vipaji vya
Mungu, because I belong to Christ Jesus. Hallelujah. Tell your neighbor, I belong to Christ Jesus. God has called me to live with him in heaven. That is God. Sasa unakimbizana na watu wa dunia na wewe umeitwa hata mbinguni. That is God's gift to me at the end of the race. Umeshaitwa mahali ukaishi. Alafu ati unajua fulani venye alikuwa ananiongea, niliamua hata niache kanisa. Niliamua hata hiyo biashara sitakuwa nafungua kwa sababu naona vile watu wanachukia. Hao ni watu wa dunia na wewe umeitwa mahali kwingine mbinguni. Hebu tuende verse 15. Hiyo imesema I'm like a runner. Verse 15 inasema kwa all of us should agree to live like that. Hallelujah. Ati tu agree. Mnaona kama tuna agree siku ya leo? Tu agree. Tuishi hivyo like a runner ambaye akaona lace. Praise the name of Jesus. Hebu tulia hapo. Sasa hebu imagine ukibishana na mtu, kukibizana na kitu ambacho si chako. Dada, Bwana asifiwe. Hebu imagine mwingine anakibizana na mtu, haleluya, ambaye si yako. Nimewahi ona wadugu fulani au wadada mahali fulani, wadugu fulani wanakibizana na msichana mmoja, wadugu kama 10 wakibizana mmoja. Sasa ile siku moja anaoa mmoja, wote wanakwazika, wanapangia. Hata niliona mmoja amepangia yule mwingine wakamuua. Juu ameoa msichana yule alikuwa anapenda sana. Wamependana. Sasa kijana nao ni funny. Unaamua kusomesha msichana university juu umempenda sana. Akasomesha msichana university. Baada ya kumsomesha university, sasa msichana amemaliza shule. Akiwa university amekutana na yule bwana alikuwa amemshikia. Akiwa university, Pastor Waruguru, akiwa university amekutana na mtu bwana amempangi na amesikia sasa hii mapenzi ya Bwana. Sasa baadaye ameanza kukata laini za yule na ndiye amemsomesha university. Kijana alipojua hivyo akaamua kupangia kabisa, akaita yule msichana. Akaona msichana ameamua lazima aoleke na yule. Yule alikuwa amemsomesha, akaamua juu lazima aoe huyu msichana, hata huyo msichana ataua jamaa. Alikuwa anabeba na boda boda. Kijana wa boda boda ameng'ang'ana kusomesha mtu university. Kwa nyumbani walikuwa na mali. Sasa wakati amefika hapo, alijifanya siku moja juu anabeba boda boda, yule kijana akamuita ampeleke, alijifanya rafiki. Sasa si shida, tumesameana, hiyo endeleeni. Kumbeba siku moja, kumpeleka mahali kwa msituni, akasimamisha pikipiki. Alikuwa amejipanga akambaka na kisu. Akaweka pikipiki akamwakishika. Akamwambia keweshira yane dari gane iro leo jikite. Ithe tu ogiragia demohikie, akamduga dunga na akamuua. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati alianza masomo hakujua kile Bwana ameshika kwa ajili yake. Ndiye akiinvest pesa yake akashika. Si unakumbuka kesi ya msichana mwingine alikuwa Eldoret University. Kijana sijui alikuwa sijui wadhika au wapi. Umesikia alibeba shoka kutoka ilikuwa wapi? Akajua msichana amespend pesa mpaka birthday, kila kitu ni yeye anatumaga. Lakini kufika huko anasikia anasikia kuna mwingine anapenda kumuli. Sasa alipojua sio yeye na ameanza kulenga na ndivyo ameinvest, alibeba shoka akaenda nayo huko. Si aliwa, si hiyo ni kesi iko kwa kotini. Si mnaijua? Kwa sababu huyu kijana amespend pesa zake, alipress on kwa kitu hakujua ni chake. Ikamhati moyo wake, ikamuumiza kwa sababu hakutafuta the will of God first. Ajue ndiye anapoenda kuinvest asiwahi kwazwa moyo, kwa sababu anajua hiki ni Bwana amenishikia. Kwa hivyo hata nifanya binu zote, ninajua hiki ni changu. Praise the name of Jesus. Ndio Matthew 7 nasema tafuta na utapewa. Tafuta kwanza kwa mapenzi ya Bwana. Tafuta ujue Bwana amenipangia nini, amekusudia nini, ni nini yako nayo kwa ajili yangu. Ndio nikienda on this race, because we are like runners, nijue nakimbizana na kile ambacho ni changu, nitashika. Bwana asifiwe. Akishika anajua hiki ni changu. Hata haogopi. Haogopi kwa sababu anajua hiki ni Bwana amenishikia. Hata nifunge macho bado Bwana amenishikia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naambiwa ka story siku nyingine ya mtu aliuza ng'ombe.
kauza ng'ombe ikaenda many kilometers. Ng'ombe inaenda kama over 100 kilometers imeuza. Mwenye alinunua ng'ombe kuamkia kesho asubuhi hakuti ng'ombe. Wakaitafuta ipatikani. Imagine ng'ombe ilipata kamwanya ikarudi 100 kilometers mpaka kwa nyumbani. Asubuhi wanasikia ng'ombe irani ya mura gate ine. Kwenda kuangalia ni ng'ombe ile mara ndiye ila na besha simu huko imerudi. Sasa hao wengine walitafuta wakaitafuta wiki mzima. Ndio baada ya wiki moja kuitafuta wakafikiria wakuja waulize kama imewahi patikana. Wakakuta ng'ombe iko huko. Mwenyewe akaambia kuna kitu nimejua ya Mungu. Hii ng'ombe si kuwa niuze, ni baraka ya hapa. Na Mungu amenirudishia baraka. Besha cianyu ore ndoni ng'ombe ni yacoka ndashigirio haha. Nyitai besha cianyu mucoke ugura mugukite. Akasema hii ng'ombe itaondolewa hapa na kuzeeka na kukufa. Ngai ni arikia kunyonia iki ni kirathimo giakwa ngoneanite. Na tondu ni anyendete amenirudishia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kilicho chako, ndio Biblia inasema ya kwamba kile kilicho chako hata kirushe kwa maji. Rusha mkata wako kwa maji mengi. And you'll find that in many days it will come back to you. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja jamaa mmoja amefanya harusi, akaoa. Ile familia ilikuwa ya matajiri. Wakasumbua huyu kijana sana kwa sababu alikuwa kijana anafanya kazi ya kubeba na matatu. Hawataki wanataka wote makondakta. Sasa wameona huyu jamaa ana kitu na hii familia ilikuwa wela. Sasa baada ya kukaa kidogo msichana akarudi kwa na saa hizo alikuwa na katoto ndio amejifungua. Akasema na wazazi wakaamua kufanya hii familia madharau maana ilikuwa ya maskini. Wakaamua kichochoto wamebeba wanawarudishia. Huyu kijana alikuja mpaka huko nyumbani akafanya madharau hajaionekana. Akaambiwa hata usiwahi rudi hapa. Hata geti ya hapa usahau ilikuwa ya rangi gani. Msichana wetu ulikuwa umemuiba na sasa amerudi. Tuwezi hiyo mambo. Na hiyo ndoa tunavuja. Na rorasho mkujie. Madharau yenye alioneshwa hajaiona. Baada ya muda yule mtoto na walikuwa wamefanya harusi ya kanisani. Yule mtoto alikuwa amezaa akashikwa na ugonjwa na si ugonjwa, analia usiku na mchana. Wakajaribu hospitali, daktari anapima rugari iroga we sawa. Kwa thatake. Haijapita kwa saa hata daktari moja. Wanajaribu. Hana joto, hana nini. Ndio baada ya kuangalia sana wakalia rais yako. Baba usiku moja akilipoona wamesumbuka. Unajua yule mtoto, umewahi kuona mtoto analia, mkamwonekera nilia. Unaambia baka wewe shuguka wewe ndio ugire joke na wewe hata wewe kuja, unayoka inainiye mwana. Shosho hata wewe amuka. Mnapatiana ina shift. Mtoto analia. Baada ya kulia sana ndio alisema sasa, baba akasema maybe shift yake aliona hii mambo hapana. Mpaka akasikia roho na mnene akamwambia inaonekana kwa urahikite. Acio ni andu aria ciana cia itakuago. Tunataka uamuke asubuhi na akapewa pesa. Ushokie mwanako wao. Sasa mtoto wa miezi unaweza mrudisha na wewe usikae huko. Sasa wakaamua asubuhi sasa wakaru. Kijana tu akiwa kwa kazi yake na kijana alikuwa ameokoka by the way. Kijana kama ameokoka kanapenda Mungu. Akaiachia Mungu. Haleluya. Sasa alistukia ati amepigiwa simu akiulizwa shafio igete. Kifungu umeweka? Kashindwa kifungu ya wapi? Ni gani imeweka? Akamuuliza ati unasema nini? Si akamwambia hata wacha nakuja. Nakuta ndio hao. Amuongelei. Maana hata wao wanashindwa kunaendeleaje. Kufika nyumbani mtoto alipoona baba yake akatulia. Kwa ajili ya hao mwana agekira dalila rege. Akapiga simu akamwambia mtoto alitulia tulipofika akamwambia wewe taikara kuna mwana wao. Sasa walikaa huko. Sasa wamepata watoto sasa wakaona waine. Na maisha inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndoa ikaendelea kwa sababu huyu kijana inaonekana kabla hata aende akaoe alitafuta mapenzi ya Bwana. Akajua hii ndio Mungu amenishikia. Hali zote zimeonesha hiki kilikuwa baraka ya Bwana. Biblia inasema this gift ambayo Mungu ametuwekea verse 14. Si 14 ndivyo imesema? Si 14 ndivyo ilisema? Ni 14 ilisema hivyo. Is it 40? Yeah. I'm like a runner who want to reach the end of the race. I run straight toward that praise so that I can win God's gift because I belong to Christ Jesus who has called me to live with him in heaven. That God's gift. Kajua hiki ni kipawa cha Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila kilicho cha Bwana kitatulia. By the way, kupatia utajiri utatulia kwa mikono yako. Ukiona vitu inakusubua sana ikiwa kwako, yawezekana maybe au uliiba. Ukaiba, haziwezi tulia. Zinakaa zikikusubua. Lakini kile ambacho Bwana amekubarikia kita rest hata kwa mikono yako. Kitapata kufanikiwa. Unapata increase. Hallelujah. Because it is God's gift. Hallelujah. Na kwa hivyo wapendwa, naposema mambo ya pressing on, ni kujua mapenzi ya Mungu, tuweze kupigana vita vizuri vya imani, tukikimbizana na kile ambacho Bwana ameshika kwa ajili yetu. Praise the name of Jesus. That goal is God's gift to me at the end of the race. Kila mmoja hapa amewekewa thawabu. Sasa shida, wengine wakifika mwisho wataambiwa wewe una thawabu. Hauna taji, itarebeshwa. Kwa sababu gani? Ulikibizana na vitu haiko yako. By then nimewahi ona mtu amekuwa mchungaji miaka mingi. Akaambia Bwana, sasa nimefanya kanisa imekuwa na watu maelfu, na furahi sasa umejipatia kanisa, umejipatia watu. Bwana akamwambia, sijaona kitu kama hiyo. Maana nikiangalia kwa listi yako hakuna mahali nilikuwa nimekuita uko mhubiri. Hata niliona bishop mwingine amehubiri wakati kanisa imekuwa kubwa, akalea wengine. Mungu akamwambia achia hao wengine madhabahu. Wewe haukuwa na madhabahu. Wewe ndo kwanza, wewe ulikuwa akaambiwa ulikuwa evangelist, haukuwa pastor wa kanisa. In fact hiyo kazi unafanya sio yako. Ndio vita ni nyingi, patia wenyewe kazi. Ndio wana press on wakamate. Mwahi kuwa kwa mahali wewe ni pastor, ndio senior pastor. Wale wote associate pastor wako wana kupress on kwao. Wanasikia kwa roho, wanafaa uwapatie. Sasa wanakibizanaga na kile uko nacho. Sasa akaachilia, akaenda kuwa evangelist. Hapo ndio Mungu alimbarikia. Na ndio alianza kupata kile kitaandikwa kwa ajili yake. Wengine watafanya kazi kubwa lakini wakute hakukuwa na malipo, kwa sababu kazi yenye walifanya haikuwa yao. By the way, si kazi yote nzuri kwa sababu ni nzuri inakuwa ni yako. Unaweza fanya kazi nzuri na sio yako. Bwana asifiwe. Si hata kuna mtu kwa Biblia anaitwa nani? Was it Elisha? Nilikusikia alisikia Mungu akisema anataka kutumana. Sema unaendea adodome. Unanidea hado? Sasa akasema niko hapa. Niko tayari. Na kuna Yeremia ambaye kutoka kuzaliwa amezaliwa akiwa wired kuja kufanya kazi ile. Na ndio unaona hata kuna watu wengine mpaka mifupa ilizaliwa ikijua iko na nguvu za kutembea kilomita zile Bwana alitajua utakuwa unatembea. Na wengine walizaliwa kwa sababu Mungu alijua Yakoba utakuwa unatembea sana. Wengine miguuni ya kutembea. Nilienda kuhubiri kule Turukana. Tukua Turukana, unaangalia Waturukana wengine ako na miaka hata karibu 90. Nakwambia unajaribu kwenda na pesi yake uwezi. Aradhi amewekelea kafimbo hapa. Unaona tu kashuka tu inafanya hivi na ako na miaka 90. Sasa hapo ukipeleka wengine wetu hata pesi yake hutawezana nayo, ni kuhema. Maana ulitengenezwa tu kaga hapa Nairobi, unachukua matatu ya hapa pale pengine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunajua kile Bwana ameweka kwa ajili yetu, tutaweza kupress on. Hata vita nyingi watu wako nazo kanisani, kupigania kitu si yao. Sinikwambie kuhusu watu wengi wamefanya mambo mengi. Ndivyo ni vizuri kwanza kujua ndio ni press on. Ni nini Bwana ametuwekea. Wapendwa, hebu niwaambie, kanisa kama hili letu kuna vitu Bwana ameweka kwa ajili yetu. Kuna watu Bwana anataka wakuje hapa na hawajaitiwa makanisa mengine. Ni juu yetu sisi wenyewe tu press on. Hallelujah. Tuweze kushika kile Bwana ametushikia. Wakati Bwana anasema kuhusu mataifa, anasema kuhusu taifa, anasema kuhusu, unaweza kuwa unang'ang'ana na mtu naye aliitiwa village. Nadhani kuna mtu ameitiwa village moja tu, na ndiye anataka kukusengenya zaidi, na wewe umeitiwa nation. Sasa unang'ang'ana na mtu wa village, na wewe ni mtu international. Wewe si mtu roko, na ung'ang'ana na mtu ambaye ni international. Praise the name of Jesus. Ni vizuri kuelewa vizuri, so that when you press on, hallelujah, you are pressing on to get hold that which Christ ameshika kwa ajili yetu. Sasa uliza ya neighbor, baka hapa unaonaje? Baka hapa unaonaje? Bwana asifiwe. Unaonaje? Una press on kushika kile Bwana amekushikia.
Do you know the will of, sasa muria, do you know the will of God? Kimbizana ujue mapenzi ya Bwana. By the way, when I got saved, nilipookoka 2005, nikawa kwa maombi najiombea sana. Mara siko najua sasa Bwana ameniita kufanya nini. Wakati nimeomba katika maombi 2006, nakumbuka kwanza nilikuwa nimefungua kabiashara mahali fulani, nalala kwa sakafu, naweka kama mattress hapo chini. Nikiwa kwa maombi ndio Bwana akaniletea ndoto usiku. Akanionyesha ndege imeniinua, imepanda. Ikiwa kwa mawingu akaniambia, you are taking the gospel to nations. Nikajua I'm international. Bwana asifiwe. Nikajua hata ukinapokaa kule village, bishana na watu ukijua bado wewe unaenda. Na hata sasa bado sijafika. Hata Paulo alikuwa akiandika akisema, bado sijafika. Rudi hapo juu verse 13. Bado sijafika, lakini I'm trying very hard. Hallelujah. Bwana asifiwe. Is it that 13 or 14? I do not think that I have reached that place yet. Saa hizi hata wengi hawajafika. Ambia neighbor, wacha kukaa kama umefika na hujafika. I do not think about past things that have already happened. Instead, I try hard to reach the things that are in front of me. Sahau hata mambo mengine. Kwa sababu yale yako mbele ndio tunafaa kupishana nayo. Historia ya zamani kule ulitolewa na Bwana, hata hiyo sahau. Isikuchukue muda sana. Sasa unakuta wengine wakija, pastor, mimi naonaga bado kama ni kama wacha na mambo ya zamani. Vile alikuokoa alikufanya a new creation. Anza maisha ya hapo na uanze kukimbia na kupress on, ushike kile Bwana amekushikia. Na kwa Bwana hakuna miaka. Wengine waliokoka wameokoka wakiwa na 60. Wanaweza press on for 5 years. I read the history. Unaona watu wengine wamekuwa mabilionea, wamefanya mambo makubwa wakiwa na miaka, wengine after 55, wengine 60. Ndio walijirealize, wakajua wana kazi ya kufanya. Na wakakimbia na wakapress on, wakakamata kile Bwana amewawekea. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ndio maandiko yamesema ya kwamba sijafika. Kila mmoja hapa ajisikia hajafika. Hata ule unaona amefika, mwambie hujafika. Ongeza nguvu nyingine, weka gia nyingine, kwa sababu bado kuna mwendo wa kuenda. Mara nyingi wakati mtu anafikiria amefika hajafika. Bwana asifiwe. Uliona tu unangengana, ukaona umengengana, ukaona sasa hii nimejenga kafrati moja. Bwana anakuambia bado umebakisha zingine 15. Bado umeenda. Na hata kile umeshika. Kuna mke mmoja alikuwa anaitwa Wavashiti. Alikuwa anaitwa nani? Ndiye Vashiti. Yeye alifikiri, aliolewa na mfalme akafikiria amefika. Bado kuna Esther alikuwa na press on. Esther alikuwa kwa maombi ya fasting, pressing on. Jamuto anafikiria amefika, akastukia system inamwambia sasa muda wako wa kukaa hapa umeisha. Maana sasa kuna mwingine wa kuendelea. Anaidhani huyu mfalme kwa sababu si yeye aliondolewa. Huyu akaondolewa, mwingine akabaki. Esther akakuja akakalia kiti. Akajua na yeye hajakuja kustareheka. Shida inapofika mahali fulani tunafikiria ni kustareheka. Akajua nimekuja kwa purpose ya Mungu. Niweze kuokoa Wayahudi. Ndio nimepewa hii level. Bwana asifiwe. Haleluya. Au nafikiria wakati intercessor wengi na watu wengi wanaomba, wanaombea nini? Zingine watu walishika. By the way, chochote kile kinafaa kuwa ni chako, kiko na watu. Mji wa Canaan ulikuwa na Wakanaanite. Na Wakanaanite walikuwa wamemiliki. In fact walikuwa wamejenga, umekuwa fortified. Biblia inasema mpaka ukuta kule kuingia, ukuta huu ulibidi Waisraeli wauzunguke. Walikuwa wanazungukia nje. Hata Waisraeli walipokuja, kabla hawaja press on, walikuwa wanaizungukia nje. Walikuwa wanauzungukia. Na bado Roho wa Bwana anawaambia si kuzungukia nje, huku ndani ndio kwenye. Yaweza kuwa wewe unazungukia kitu nje, na unahitaji press on kwa sababu bado kuna kitu unafaa kupokea ndani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna kitu unafaa kupokea kule ndani. Bwana asifiwe. Waisraeli wakazunguka. Hiyo ndio inaitwa pressing on. Walizunguka mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hawachoki. Wanajua hata si tu kuzunguka, tuko na kazi ya kwenda kujenga hii nchi. Wakaingia mpaka ndani. Walipoingia hawakuacha kupress on. Waliendelea wakiuliza Bwana. Mpaka Bwana akawaambia hawa Wakanaani wasiwaogopeshe. Nitawamaliza mmoja mmoja pole pole.
nitakuwa na waondoa mnamiliki, na waondoa mnamiliki. Kwa hivyo hii ni safari ya kupress on. Una press on ukijua kile Bwana amekuitia. Hivyo ndivyo walimiliki nchi ya asali na maziwa, mpaka sasa ikaitwa yao, ilikuwa inheritance yao. Wewe ulipress on kidogo, ulipopata kazi ukatulia. Kajia sasa mambo ya kanisa ni kutumaga tu tithe na sadaka, ukaacha kupress on. Bwana asifiwe. Ukaacha maombi, ukaacha fasting. Siku hizi ufungi, unakula vizuri sana kwa sababu ufungi, sababu uliacha kupress on ili na besha. Bwana anaweza kufunulia kwa ndoto akwambia hujawahi pata pesa. Niliwaambia nilifungua biashara pale Keno, nikafungua biashara ikawa nzuri sana. Nilikuwa nafanya kwa siku moja ningeuza hata faida karibu 5,000. Lakini siku moja Bwana alinitokelezea kwa ndoto. Na nilikuwa nimekula vizuri. Maana sasa ninakula kile nyendaga nikiondeaga. Umewajifika mahali mpaka unafurahi. Naona sasa kile nyendaga kali kega amenipatia. Kanyumba kazuri nakupatia. Una ile unaamukaga tu unaingia kuoga. Hata ukikaa unakumbuka hujaoga, unaingia tena unaoga. Maana sio ile ya kushinda ukiambia mama nifichomoshia maji. Sasa hii hakuna. Hii ni kila button inakuja. Nasikia maisha mayatimoru. Watoto wakikuitisha kitu unawaambia mlikuwa mnataka ngapi, unawaletea. Hata warafiki zenyu wakitaka kuja kwenyu una shida, chakula ni mingi. Usiku Bwana akanitokezea kwa ndoto. Akanionyesha kwa ndoto nikihubiri ikiwa na microphone, na hubiri watu wanakuja kwa Yesu. Alafu tukimalizia ile ndoto akanionyesha ndoto nyingine ya pili, nikiwa kwa hiyo biashara. Nimefinyika, nimekodea hapo. Ananionyesha ati nilikuwa na hesabu mashilingi. Sasa nikaimagine, na nikiwa kwa Mungu akaniletea utajiri. Nilikuwa naona watu wanaleta utajiri. Sasa nikalinganisha hizo picha mbili. Hiyo ndio ilifanya niseme sasa nataka kuhubiri. Ni hiyo picha ndio imefanya mpaka leo nishike microphone. Nilishaona kile Bwana atanifanya nikishika microphone, nikihubiri injili. Biashara na saa hizo unaona, saa hizo kwanza kilo nilikuwa na 95. Hata daktari alikuwa ananiambia punguza kidogo. Lakini Bwana kwa ndoto kamkonde. Kumbe unaweza ona umenona na umekonda kiroho. Na ni kweli kiroho nilikuwa nimekonda. Wezi walikuwa wananiiba kitu na sijui. Nastukia uliibiwa. Na zamani kabla mipango ikipangwa nilikuwa unaijulia. Unaona kama ile ya Gideon alijulia kwa anga. Unajua kuna mipango unatengulia, ni kama Israel. Israel ni nchi ya Mungu. Ati mnairushia makombora, missiles, inazitenguliaga juu. Si zikiwa zimeleta distractions. Praise the name of Jesus. Kwa sababu ni watu wanakaga tayari. Na hivyo ndivyo kiroho, wakati mtu amejielewa, kuna vitu na haribu zikiwa za kiroho. Haleluya. Unazitengulia zikiwa za kiroho. Gideon, was it Gideon au Daniel? Daniel alipoenda 21 days. Daniel alijua mission. Shida iko huko. Sio hapa hata hajamfikia. Bwana asifiwe. Lakini unakuta kwamba kuna vitu tunajijuaga wakati zimetufikia. Tuanze kuelewa vitu kama bado hazijatufikia. Sasa wakati huo nilikuwa nimenaona sana, lakini vitu nilikuwa najua zimekuja zikiwa zimekuja. Ni wakati ule kwa biashara yako inaibiwa ndio unajirealize asubuhi imeibiwa. Na mtu wa kiroho anajua mipango ikipangwa. Anasikia roho ya Bwana anamwambia kuna roho ya wizi. Kwa ndoto unastukia ati ulikuwa umelala, unaona milango imefunguliwa, wezi wameingia kwa nyumba yako wakiiba, unaanza kudina roho ya wizi. Kama bado iko 2 months. Haleluya. Abia hiyo neighbor, unadina mtu anataka kukunyaganya kitu chako. Hata una realize mtu mwingine anataka kufa kwa familia. Unajua kama amebakisha 1 year. Roho wa Bwana anakuonesha mkizika mtu. Na saa hizo unaamka kuna kuzika, unadina roho ya kifo. The spirit of premature death. Unaiua kabla ikuje kuua mtu. Na kuna wengine wanajua mtu akikufa. Sasa uliza hiyo neighbor, sasa wewe uko wapi? Imagine unajua kitu ikiwa imefanyika. Na nilipookoka nikiwa kwa maombi, maana mimi napenda maombi. Siku moja Bwana ndiye ananifunulia, ananionyesha ndugu zangu wengine na wako hai mpaka leo. Hata nikaona kwetu, ati nimeenda kwetu nimekuta kuna kaburi 3. Kaburi 3, kaambiwa hii ni kaburi ya sister yako mkubwa, ndugu yako yule amekufuata, na ndugu yule mwingine karibu Rustibone.
nikaona kwetu kaburi vile zimezunguka. Hey, nikaamuka asubuhi nikakuta watu wako hai. Ni wale unapigia asubuhi ole omwega. Maana usiku na ujaona mazishi yao, unaona makaburi yao. Nikajua hii ni roho ya premature death. Nikawaita, nikaanza kuombea. Kila mmoja akikuja, hata mwingine na mikono, nasema you will never die young. Wewe utafikisha umri wako. Wanashindwa mambo mengine, hata unaombea ni ya nini? Haleluya. Ulishaona ulimwengu wa kiroho na mambo mengine ukamalizana nayo mbeleni. Ukamalizana nayo kabla ikuje. Haleluya. Sasa hizo na kukawa na mtu wa intercessor. Ndio maandiko inasema ya kwamba, nimeangalia katika Isaiah 48 anasema, kumbe nimeona hakuna intercessor, hakuna mtu anayeona. There are no watchmen. Watchmen ndio wanaona mambo ya kiroho, wana press on. Watu walikuwa wakufa wanakosa kufa. Si niliwaambia hapa, hata siku moja nimeletewa mazishi, tuko mazishi ya mama yangu, nikaingia kwa maombi, na mpaka leo mama yangu yuko hai. Mpaka leo yuko hai. Achievements za kiroho si tu finances. Maana watu nadanganyika, unaona pesa zikiwa mingi ndio umetajirika, umebarikiwa. Ni wakati unaharibu kazi ya shetani. The Bible says to destroy the work of the enemy. Chochote shetani amepanga, amekusudia, ukiharibu kabla ya ikuje kuharibu. Haleluya. Tukue kama Waisraeli wanatengua missiles zikiwa juu. Hazijakuja kuangamiza watu wao. Yenye imekuja ni by mistake, au ile Mungu alikuwa amepanga. Ndio siku moja shetani, Yesu akaulizwa swali, akasema ya kwamba aliposhikwa, wamemshika, wamempiga, aliulizwa wanafanyaje? Kwa nini wamekuwa na uwezo? Akawaambia, nyinyi ufurahi sana, maana mmenishika kwa sababu ni mapenzi ya Mungu mnishike. La sivyo hamungenishika, hamungekuwa mnaniuliza hii maswali. Vile mnanifanyia saa hizi ni kwa sababu ni mapenzi ya Bwana. Juzi tumekuwa na nyinyi. Unajua Yesu alihakikisha amepigana na wao. Alikuwa anajificha katikati yao na hamuoni. Wakati hajapangiwa kufa, hakufa. Alikufa wakati wa kufa. Ambia utakufa wakati wa kufa. Bwana asifiwe. Yesu alihakikisha wakati, aliwaambia it is the will of God, munishike. Ndio niko hapa. Kama haingekuwa mapenzi ya Bwana, ndio wakati moja Elisha anachekelea maadui, anasema hizi hizo negego. Wanafikiri wanaweza nishika mimi. Alishakuwa amewaona. Anawapiga na upofu usiku. Alafu anakuja anawaendea, anawashika. Anakuja anawaweka kwake. Anawapatia chakula, maji ya kuoga, alafu anawasindikisha. Akiwa sasa anawasindikisha toka mji anawaambia, mlikuwa mnatafuta nani? Elisha anawaambia, yule mlikuwa mnatafuta ni mimi. Wanamwambia tumetubu. Maana yule wanatafuta hawamjui na amewapatia chakula. Yaani kuwa confused. Praise the name of Jesus. Wale wote wanakutafuta wachanganyikiwe. Hawatawahi kukupata mpaka wakati wa Bwana ndio utaondoka hii dunia. Utaondoka dunia when the right time comes. Praise the name of Jesus. Utafunga biashara wakati wako wa kuondoka, sio wakati adui amepanga. Hautahamishwa na nguvu za giza, hautahamishwa na uchawi, hautaondoka duniani mapema. Huendi kuzika watoto wako, because you are a servant of God. Praise the name of Jesus. Ndio sababu uko kanisani, so that you may press on to get hold that which Christ ameshika kwa ajili yetu. Kama Bwana amekupangia utakuwa mtumishi, hata usibishane na watu. Si wao walipanga, wacha wapange. Bwana atakupangia. Na alishapanga kabla wapange. Na anajua vile utamanuva. Na anajua vile utaishi. Walijaribu kupatia Paulo mpaka sumu. Wanajaribu unaumwa na nyoka, hakufi. Anafanya nyoka hivyo, anaondoka, anaendelea kuishi. Biblia inasema katika Psalms 91, hata sumu haitakuwa sumu kwako. Maana Mungu akiwa amekusudia na wewe ukae kulingana mapenzi ya Bwana, and you are pressing on for the will of God, hakuna anaweza kukuua. Biblia inasema ya kwamba hata adui zako watakuwa marafiki zako. Hakuna atazuia upate visa. Wakati Mungu amekusudia kile kilicho chako utakipata.
In fact watu watakuwa ando marekuringagiria ukiamukire tu, kwa sababu hakuna mwingine anafaa kupokea, ni wewe tu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukikutana na Mungu akuambie na umetumikia Bwana, akuambie yule mume, yule dada ni wako, yule ndugu ni wako, usibishane. Wacha wengine wote wafanye. Wakurebeshe mzee, kutengenezee. Baadaye waambiwe na malaika wa Bwana, ondokeeni sasa. Mlifanya kazi nzuri, mwenye alikuwa ana qualify patiwe. Biblia inasema God's gift, kile kilicho chako utakipata. Kwa sababu si not by power, not by might, but by the Spirit of God. Praise the name of Jesus. Nataka niseme kila mmoja aliye mara hapa, know the will of God, then press on. Press on. Achana na yale ambayo yamepita. Achana na kasoro zile zote watu wanakuambia uko nazo. Walijaribu kusema Yesu ni mwana wa kahaba, ni mwana wa mtu muovu, hata hatujui baba yake mama yake vizuri, hatuwaelewi, ni carpenter. Hiyo yote haimati. Yesu hata ana shughuli. Alijua mimi nimekuja kuwa mwokozi katika hii dunia. Ni kuna vitu Bwana ameniwekea. In the mighty name of Jesus. Praise the name of Jesus. Mwambie Bwana siku ya leo, kile umeshika kwa ajili yangu, sasa nimeondoa hofu, nimeondoa hata hii kungengana. Najua Bwana ni mwaminifu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa. Kuna watu wako na pesa na wameshika pesa si zao. Watakuletea. Watakuletea. Wakati wa Bwana ukifika, Biblia inasema aliwapatia kazi ya kukusanya, baadaye awaambie wakuletee. Ndiye mwimbaji mmoja akasema, kirathimo giakwa kaino ale njira yothe angĩenda kũgera fatanike. Abia yone fatanike ginye. Ni ndikwenda kumenya macio maki. Kirathimo giakwa mũndũ ũrĩa wĩna kĩo Ngai egũtũma atuĩke ono ndari mũndũ ũcio ndari atuĩka mwĩhokeku. Nikĩo ire indo ciene. No tondũ nikĩikĩra moko-inĩ make, Ngai egũtũma tuĩke mwĩhokeku aginyerie. Ningĩ nowe ũĩ. No weke. Ketoroke. Bwana asifiwe. Nio eginya gwaku. Abia yome Ngai nio egwaku. Oko ikara korogoco nio Tiga utinda ukihitha andu. Ngai nio kore ikaraga. Ona thaici nio ona ko tigire indo tathambitie nio ndunathambia indo. Oko tigire utarito anajua. Bwana asifiwe. Hata kama uliacha nguo kwa anajua. Anajua kwako ni wa na kile amepanga ni chako. Atahakikisha. Na vita ile nzuri zaidi ni kumwachia Bwana vita. Wewe press on kwa kufanya kile Bwana anakuambia. Mambo hiyo ingine ya vita muachie. Ndio maandiko inasema vita zetu si za mwili na damu. Unapigana na vitu atukamate. Bwana nipatie utajiri, nipatie. Acha na hiyo. Wewe shughulika na assignment. Shughulika na kazi ya Bwana. Kile Bwana amepanga na yeye ako na jukumu ya kuhakikisha kitakufikia. Praise the name of Jesus. Wanafunzi wakati ilifika wapokee roho wa Bwana, waliambiwa na Yesu msitoke Jerusalem. Kuna zawadi inawakujia. Kuna wazawadi. Haleluya. Inawakujia. Ndio wanaiba sasa. Unaona hata huduma yake. Utaacha kupigana na watu? Utagengana na watu sana. Wacha na watu. Praise God. From now enda upate rest. Enda tulia. Kwa usiku raraga. Kama kuna mtu analala vizuri mimi. Nilipojua that God is faithful. Ndio kila wakati ukiniuliza mimi naambia watu I know God is faithful. Na smile, najua he is faithful. Faithful ni hivi, atahakikisha kile ni changu. Atahakikisha nimekamata. To get hold that Christ gotten hold for me. Praise God. Amekushikia kitu, ataendelea kukushikia. By the way, kuna watu hata wanakaa hivi anashidaga akipigia mke wake, weko
Kariki ndio ng'ombe irare. Insecurity. Acha nayo. Bwana atahakikisha kilicho chako ni chako. Kama Isaac, hata wakati wa kufa hakuwa na stress. Ndiye alikuwa na comfort mpaka watoto wake anawaambia mtikamake. Ngai wako ni yale ukaa kumorora. Wanaitali kuo. Mungu atashughulika. Atashughulika. Aliahidi baba yangu generational blessings. Na ninajua ni mwaminifu. Atawaletea katika jina la Yesu. Kanisani vita zifike mwisho. Wale Bwana amepanga kuwainua atainua. Wale amepanga kutajirisha atatajirisha. In fact kuanzia siku ya leo, ombea watu wakamate. Nikipata nafasi nyingine hii wiki Mungu akinijalia, tutaendelea na ujumbe ni kuonesha sasa jambo lingine. Ndio ujue kuanzia sasa have rest. Achia mizigo Bwana. Kile amepanga ni chako itakuja kuwa chako. Haleluya. Wewe tu fanya kazi ya Bwana. Wewe tu shughulika. Na hii ndio deliverance ya kutosha. Hii ingine ni kwa sababu umengengana na vitu si vyako. Unangengana na vitu. Ni kama yule kijana nikwambia alingengana, unasomesha msichana, baadaye anangengana unabeba shoka kauwe. Msichana hakuwa na makosa. In fact hata angefanya mistake kuingia huko na haiko mapenzi ya Bwana. Na huyu kijana angejua nimefanya kazi ya Bwana. Maana huyu msichana akiwa university ndiye amefuatana na mtu wa ugeni ndarta wira wa ndungata ya Ngai. Ndakinya mundu harenda. Na Mungu alinitumia kama stepping stone. Lakini si kuwa nipokee. Siniwaambia siku moja nimehubiri, nimeita watu crusade, tumefanya Moro, tumehubiri sana. Kukaokoka watu karibu 50 something au 78 people. Kati ya hao nikakutana na wao only sijui 5 au hata kufika 10 walikuja kwetu kanisani. Then nilikuwa nakutana na watu couples wakienda makanisa, wananiambia pastor ubarikiwe sana. Naomba ubarikiwe kwa sababu gani? Unaona vile tulituwekelea mikono tukaokoka. Tunasikia mpaka Roho anaongea ndani yetu. Lakini tulipookoka Roho akatuambia turudie kanisa ya zamani. Kiyo kigotogera andu tigai uguruki. Turudi kanisa ya zamani na hii kuhubiri. Sasa pastor mwingine anapokea washirika wazuri, mimi sipokei. Nikafika mahali na nilikuwa nilipata bitterness. Nikakutana kwanza, Mungu anahakisha anakutana na wengine. Kwanza wakienda kanisani, hata tunatoka ushirika. Hata juzi Mungu unafanya uliniombea, Bwana akafungua ile mradi. Hata nimetoka kupatiana fungu ya 10. Nimepelekea pastor 150. Sasa hizo sijalipa nyumba ya 5000. 150. Kigota igemwera wewe ngoma. Kinya kwa ndo ndio mundu ando mara kiroho. Gero ina mundu gishaitani giki. Lakini kwa moyo unasikia vibaya. Baka nilibiki unafika mahali unaambia Bwana na tutapelekana aje sasa. Hii mahubiri inakuwa hivi. Inakuwa hivi. Ndio nikajua ya kwamba kuna vitu si vyako. Na wakati Bwana amekutuma, kuna watu utawaleta kwa ufalme na ni wa Bwana. Baadaye atawagawa vile anataka, vile anakusudia. Nilipojua mapenzi ya Bwana baadaye nikaanza kufurahi. Hata kuna wachungaji waliacha kufanya mikutano kwa sababu the more wanahubiri the more makanisa mengine inaongezeka. Tufanye crusade moja kanisa lingine. Usikia ndio iliongezeka. Watu nusu ya wale mlihubiria walienda kanisa lingine. Yanyo haikuji watu. Unasema hatutaifanya mikutano mingine. It was the will of God. Na wakati Bwana amejua umejua kile kilicho chako, you will never stop praising on. Kwa sababu hii ni kazi ya Bwana. Hii ni kazi ya Bwana. Watu ni wa Bwana. Wakati nilijua hivyo, hata kama sijahubiri, Bwana akaanza kuniletea watu kanisani. Naona wazee wamekuja kanisani. Wako tayari kusupport maono. Si kuwahubiria, sijawahi walea, wanajua kutithe, wanajua kupeana offering, wanajua kubariki mchungaji. Hata niliona wengine wametoka Nairobi. Hata kuna mmoja aliniambia ametoka kanisa kubwa hapa Nairobi. Akatumwa Moro. Kukuja Moro anajoin kanisa ile na hubiri. Wanajua kutoa fungu la 10 vizuri. Wanajua kubariki mtumishi wa Bwana. Wanajua kufanya mambo vizuri. Nasema gai, one gogea rutagawira. Naye wakati ulikuwa unafanya kazi ya Bwana, ulipress on kwa sababu umfurahishe Bwana. Naye Bwana wakati wa kukufurahisha hata kufurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Si hata sasa sinahubiri dhika. Unajua mimi sikuja kujenga dhika. Sasa mimi hata niko nauza Bwana, sasa niaje? Kaniambia walijenga lakini enda ukahubiri neno la Bwana. Na hao watu pia tunahubiri sio wangu. Ni wa Bwana.
Hii dunia hakuna kitu ya kushikilia. So kama nasema hivyo, kama ulijenga usichukue mawe. Ni vile Bwana anataka. Nikaangalia mpaka kiti nimetewa kitu kingine very smart kama hili. Nikaona hiyo kiti na kaliaga, nasema hii kiti hata sijui bei yake, lakini Bwana anakuambia kalia hapo. Nikasema hii kazi ni ya Bwana. Hata na wewe kuna vitu Bwana anakutengenezea. Wewe fanya kazi ya Bwana, atakufanyia kazi. Maybe ningekaa najua, nafikiria tunapanda moro, naye Mungu anajua na kuinua mataifa. Nakwambia saizi kuna ng'ombe inachungwa Amerika, na kilo moja ya hiyo ng'ombe iko kwa hiyo ng'ombe ni yako. Wakati itafikia kuchinjwa, lazima utaitwa Amerika, na milango itafunguka kwa kule nyama yako. Praise the name of Jesus. Ndio tufanye kazi ya Bwana tukimwamini. Ukijua kuna vitu Bwana ametuwekea, tell your neighbor kuna vitu umewekewa. Kuna thawabu umewekewa, kuna taji umewekewa. Hata ile iko mbinguni sio wewe unaitengeneza, ni malaika, na wanaitengeneza ikiwa na jina yako, kwa sababu ile kazi unafanya duniani umeandaliwa mahali, umeandaliwa makao. Kwani hata hizo nyumba utakuwa umejenga, si zinajengwa na malaika, lakini ya kushangaza ziko na jina yako, ziko na jina yako. Hata kwa maduka ya Nairobi kuna vitu iko na majina yako, kuna vitu iko na majina yako. Bwana asifiwe. Nilivalishwa kiatu hii nimevalia, kumbe ilikuwa na jina yangu na sikujua, na nikaambiwa ilitoka nchi ya habari. Nikaambiwa sasa hii na haijawahi valiwa na mwingine, imewekwa kwa ajili yako. Nilipofika nayo nachomoka, nasema haleluya. Kwa hiyo doga yetu igeire, haleluya. Kwa muthuri we igeiro, unaweza shida ukikibizana na wewe wenyewe unakibizana na mama wenyewe, unakuwa na mahati break, unakuwa na asas, wengine wanakunywa dawa. Kuanzia sasa have peace. Wacha Bwana akushughulikie, wacha Bwana akuonekanie. Tuinuke na miguu yetu in the mighty name of Jesus. Press all to get hold that which Christ has taken hold in the mighty name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie kuanzia sasa nimeacha kujipigania. Nimekupatia maisha yangu. Enda Bwana unikamatie. Kuna vitu umenishikia. Kuna vitu hata kabla nizaliwe umenishikia. Kuna vitu Bwana umenipangia. Kuna vitu uko navyo kwa ajili yangu. Nakwambia kazi za watoto wako Bwana ako nazo. Wewe pigana na kile Bwana anataka upigane nacho. Vita pigana na wale Bwana anataka upigane na wao. Wacha kupigana na watu wale hata Bwana hajaweka kwa maisha yako, hata hana kusudi na wao. Wewe pigana vita za Bwana. Muulize Bwana kila wakati. Hata ukifanya jambo muulize kama ni mapenzi yako, kwa sababu Bwana amepanga mambo, amekusudia mambo. Haikutuleta duniani pasipo mpango. Anakusudi na maisha yetu. Hakuna vitu ameshika kwa ajili yetu. Mwambie Bwana, I'll press on to get hold that which Christ have gotten hold for me. Amenishikia. I will try very hard. Kuanzia sasa Bwana nipatie neema ya kufanya vile niwezavyo, ya kupigana vita, niweze kupenda watu, niweze kushikana na watu, kwa sababu una mpango kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya kanisa langu, kwa ajili ya watu wale ambao Bwana umeweka mbele zako. Watu hao wamekuja kwa ibada siku ya leo. Kuna vitu umeshika kwa ajili yao. Wengine wanaona wamefika mwisho, lakini bado Bwana unasema safari yao ni ndefu. Wengine wanaona wamezeeka, bado unaona mataifa kwa ajili yao. Kataa kufa mapema. Ndio Daudi akasema sitakufa, mimi nitaishi. Alijua Bwana amepanga, akaenda kumsifu, akaenda kufanya kazi yake. Mwambie Bwana, nakataa kufa mapema, nakataa kuchoka mapema, nakataa kukufa moyo mapema. Kuna vitu Bwana ameshika kwa ajili yetu. Kuna vitu Bwana amekupangia. Kuna vitu bado Bwana anakusudia ni kwa ajili ya maisha yako. You can speak in tongues. Wacha Bwana akudeliver kwa mawazo yako, kwa moyo wako, kwa roho yako. Mwambie